na mara ikingali nilisema tutaongelea kurudia kwa Yesu dunia. Yesu lazima arudie. Atarudia hatarudia? Ila ananitangazia kwanza mjue kwamba Wakristo wanaamini kwamba Yesu atakuja. Na wana mwimbo wao mzuri, siku Bwana atakuja. Itakuwa ni mambo utasimama pale kubeba walio wake. Uislamu pia inasemaje? Atakuja ili nilipe hamu ya kuja kesho. Na niambia majibu ni kwamba Uislamu unaamini kuwa atakuja. Sasa uje usikie Qur'ani inasema atakujaje, atakuja wapi, atakuja kufanya nini. Nisimame leo hapa ili muulize maswali na twende tupumzike chao. Ila mambo bado ikingali mengi. Qur'ani tunaweza tukaiongea leo hadi kesho haitoisha. Ndugu zangu Waislamu na wasio Waislamu, waliomhubiri Uislamu walimhubiri Uislamu vibaya, na walionitangazia Uislamu walikuwa maadui wa Uislamu. Nasema kwa kinywa kipana mbele ya Waislamu wote wa kalima, Uislamu unamjua Yesu, unampenda Yesu sana. Na ukiangalia mfumo wa maisha ya Yesu inatosha kukwambia kwamba Yesu ni Muislamu. Alipokuwa anavaa, alipokuwa anasali, na hata walipokuwa wanakana wakati wake, wanafungana sanda kama sisi. Kwani sanda haiko leo? Ipo. Alikuwa anavaa kanzu kama sisi. Kwani kanzu haipo? Ipo. Vaa kanzu siku moja ndio kanisani kama watu wafufuzi. Alipokuwa anasali kama sisi. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yanafichama kwa Yesu ambao bado Qur'ani ilidadavua. Ndio maana Muislamu anaposema hata utoke wapi, utoke Hispania, Europa, kama hizo tu Muislamu Yesu ni nani? Waislamu Yesu ni nani? Hawata kontradirana kama. Hata mwenye anaingia kwa Uislamu leo, Yesu ni nani? Mtume, emperor. Na hakuna maexplication mingi. Tia sasa mikro. Mkristo Yesu ni nani? Mungu. Yesu ni nani? Ikafika magharibi mtoto. Ikafika Kenzere anakuwa Roho Mtakatifu. Ikafika Disetere yeye ule sasa ndio aingia tena, ndio ile sauti ndio ikageuka mwili. Kuna mambo mengi sana. Na leo wapo Wakristo wanaamini kwamba Yesu si Mungu, na wapo Wakristo wanaamini kwamba Yesu ni mtume, na wapo wanaamini. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba jitoe confusion na kuwa na utulivu kwamba Yesu ni mtume mzito mkubwa katika wakubwa. Mungu awabariki, na nakaribisha maswali, twende haraka ili tuondoke hapa. Ila kesho kuna mazito sana, kwa sababu kesho ndio tutazungumzia kurudia kwa Yesu duniani. Anakuja kufanya nini na mambo gani yatakuwa, kwa sababu kwa sasa yuko mbinguni na sisi tunaamini yuko mbinguni. Inshallah. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao si Waislamu, kama nilivyosema toka mwanzo kwamba mada hii nzito zaidi. Tukiangalia katika manukta iliyoandaliwa, hata moja haikuzungumziwa. Ndio shaka anazungumza tu biografia ya Yesu. Kabla Yesu kupatikana, mama yake alikuwa nani, tante yake alikuwa nani, biografia ndio tunamalizia leo. Sasa aingie katika mada, aanze nukta ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ni mada pana na zaidi. Kwa maana tumeomba maswali kulingana na hii biografia, ascendance na descendance ya Yesu ambao shekhe ametuonyesha. Nafasi ambao haukusikia vizuri, nafasi ambao uliona kuingia flu, uulize shekhe akufafanulie vizuri. Kwa maana tutaomba maswali kwa Waislamu na wale ambao si Waislamu. Nafasi ambao haukusikia, uulize shekhe atakujibu. Kwa hiyo tunakaribisha swali 5 ya kwanza ili shekhe aijibu. Ukiwa pia muda tutakaribisha pia swali nyingine 5 mara ya pili, na shekhe atakuwa amejibu kwa pamoja. Nani mtu wa kwanza ambaye anaulizwa? Au tumesikia sasa? Naam mzee, karibu. Jambo. Jambo.
Jina yangu Reparateur Chinois Congolais. Niko na confusion moja tu. Na nikupenda kujua. Kwa Yesu kuitwa Mungu si wa Kristo. Hatujue kama iko ubaya wetu kwa siku muita Yesu kwa Mungu ama ni ubaya wale wenye waliandika mkitabu wa Yohane 1. Nasema katika mwanzo alikuwa nini? Naye neno alikuwa Mungu. Sisi tunamuita Mungu kupitia njia ya maandiko. Hatujue kama iko ubaya wenye wanatufundishaka wala ubaya wenye waliandika. Ndio maana napenda nijue pale kule andiko. Kaka Yesu anauliza wazi. Kuitwa kwa Yesu Mungu au wanakuwa leo victime. Mkono muamini Yesu ndio Mungu. Sasa yeye ajue yeye ndio yuko na ubaya au mwenye aliandika au mwenye kumfasiri kwamba Yesu ndio Mungu. Ulizo yake kwa wazi mtu wa pili. Hapo jambo madogo. Mimi ndio Asumani Reference. Sikupea kabisa kuuliza lakini niko convenient yenye share anasema. Leo nilikuwa penda kuuliza si kama mtu anapenda kuaminia kwa kanisa yetu. Anaweza fanya je? Unipashie directive pour na mimi ni amwasepa. Waislamu takbir. 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 Mashaallah. Anasema ada ya maulizo iko convenki mbele ya kuuliza apre wewe muoneshe kwamba anaingia katika Uislamu. Mashaallah, ukakaa na ulizo kama tulia pale tutakuonesha namna gani utaingia kwa Uislamu. C'est très facile. Ulizo ya pili. Ulizo ya pili. Hii ilikuwa ulizo. Hii ilikuwa naam, karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ulizo wangu ulizo ambao watu wanazoea sana kuuliza sasa wewe na sikuwa na majibu ya kuwajibu. Na ulizo wangu ni Uislamu unamkubali kama Yesu ni mtume mkubwa. Niko na yeye maandiko ya mtume mkubwa kama mtume wengine. Sasa kama Uislamu wanamkubali Yesu kama mtume mkubwa, kwa nini injili yake hawaongelea sana? Wanaongelea tu Qur'ani kama ilikuwa nayo na Yesu pia naye ni mtume mkubwa, kwa nini waongee injili yake sana? Naam, kama anasema Yesu ni mtume mkubwa, kwa nini injili haiongelewi sana huu wakati wetu? Lakini Qur'ani ndio inaongelewa sana, ndio ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na. Kwa nini atuongee injili ile hali Yesu ni mtume mkubwa? Na mzee wetu karibu. Jambo ndugu wapenzi. Jambo sana. Napenda kuendelesha nasema kwa nini tunamsema Yesu Mungu. Wakati Yesu alitaka kuhubiri, sasa anaenda kwa Baba kuandarishia makao. Kwenda kuwa yeye utakuwa. Sasa Filipo akamwambia, "Si kuonesha Baba, kuonesha Baba inatosha." Yesu akamwambia, "Filipo, unasema sikuoneshe Mungu. Inatosha. Hii kitu niko na wewe tu. Wewe ni shoka tu." Nadhani Biblia inasema hivi. Share apata kujua nini. Filipo anamwambia utuoneshe Mungu inatosha. Yesu anamwambia Filipo, hii siku niko na wewe ni kutoka. Sijui anakosa shida kwa jibu. Ya pili. Kama niko Muislamu, niko na shida. Naweza kumwambia shehe uombe. Shehe unisaidie kwa kiko vizuri wala iko vibaya. Niko Muislamu na mwambia shehe unisaidie uombe. Iko vizuri iko vibaya. Kwa kuongea sawa. Iko mzuri kumwambia shehe iko Muislamu na mwambia shehe
iko mzuri, iko mbaya. Kumwendea shehe akuombe. Niko Muislamu na kuendea shehe Iko vizuri. na kwa nini watu wanasema kama Maria kumwambia atuombee ni vibaya? Wanataka kusema kama Maria alikuwa mtakatifu. Kama tunasema Maria atuombee, tunafanya vizuri wala tunafanya vibaya? Swali ndogo mbili ambazo mzee wetu anauliza, nafikiri sote tumesikia na chako wetu ataitatua, kwa sababu ni swali nyepesi sana na zaidi swali nyepesi kabisa hapo shaka ataijibu kwa wepesi. Naam, karibu. Swali ya mwisho inafikiri tumpe shekhi kwa sababu muda umeenda sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullah. Mimi naitwa kwa jina la Mahmud bin Hassan Atemoz. Na swali moja. Wakati mingi kama tunamaliza maseminari ama muadhara hivi, tunakutanaka na bandugu yetu wa Kristo au mwenyewe kwa na boka ya kufika hapa kuuliza, ataanza kuulizia kwetu. Bamingi bataanza kutuuliza, Shewena alisema pale, asema Yesu alipewa heshima hapa duniani na kule mbinguni. Swali langu, wakati bataniuliza, wakati Yesu alipewa heshima hapa duniani na kule mbinguni banani batamupa heshima na hapa duniani banani batamupa heshima? Jua asiitwe Mungu kwa sababu mwenye apasha kupewa heshima mbinguni na duniani ni Mungu. Na Shewena alisema Yesu atapewa heshima hapa duniani na kule mbinguni. Ndio swali langu hilo. Iko wazi pia katika ulizo wake ameuliza wanani watampa Yesu heshima mbinguni na hapa duniani ni wanani watakayompa heshima. Kwa heshima na taadhima nimerejesha maiki kwa Sheikh ajili ya majibu. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadhani usiku unaanza kwenda, na kama tunavyojua tuliambiwa semina hii inajibeba anshara pamoja na msaada ya ndugu zetu wanaotusaidia. Kama tunavyofanya wale ambao wanajua semina kila wakati, tunapofanya mchango juu ya kununua viti na mabafu, kisha tunajibu maswali. Badala ya sisi kuponda muda, tukipata watu 10, mmoja anatupa 10, mwingine 10, tutakuwa tumemaliza hizi depense inshallah. Nani mtu wa kwanza? Kabla sijajibu maswali, kwa sababu maswali yote nitaijibu kwa 5 minutes tu. Mungu akubariki, akuongezee kila la kheri. Tuseme amen. Kaka yetu, Mungu akuongezee. Inshallah Mungu akuongezee. Mashaallah, sikini Mungu akuongezee. Ambaye tunajini la simama kusaidia kazi ya Mungu hii. Tuwe viti watu wakaangalia, wengine wako wima. Kuuza karibira, Mungu akuzidishie kaka yetu. Hii ambao unaofanya, Mungu akukutanishe nayo siku ya mwisho. Tuseme ni amen. Kaka yetu, kwa hatua unazopiga, Mungu akusamee madhambi yako. Hii dini ambayo unatoa iwe ni sababu ya kukuongezea katika mambo yako. Tuseme ni amen. Simama ndugu zangu, hii dini utaipoteza tu kwa mambo mengine au iseki mimi. Hauwezi ukaifanyia chochote cha maajabu. Simama pale ulipo, saidie kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala izidi kuendelea. Tusimame inshallah. Ambaye iko na 5,000 pia. Kwa sababu dini ile hizi bado kuna watu walikuwa wanaleta nusu. Simama, kuna 5,000. Kazi ya Allah hii iendelee. Kesho tena tukutane. Nani mtu wa kwanza anasema nimetoa sema kwa ajili ya kazi? Tunue viti, tunue mabafu, tuuze karibia. 5,000 inshallah. Kaka yetu, Mungu akubariki, akuongezee pale ambapo umetoka. Tusemeni amen. Mungu akuzidishie kaka yetu. Mungu akusamee madhambi yako na kuinua. Tusemeni amen. Akujalie wewe wanawake 4.
Nasikia wadada ni ampendake kuolewa wawili ndio nini, hamna mapenzi. Kaka yetu ameleta dini ili Mungu akuongezee. Nani mwingine? Tusimame ndugu zangu, tuchajie ili watu waje wafike chini. Kila aliye hapa ambaye ana milfa demi mtu wa milfa msimame. Napenda tusimame sio wote. Sio wote. Uwe Muislamu usiwe Muislamu, hii maneno yanakusaidia, yanajenga imani yako. Kaka Mungu akubariki. Kaka Mungu akubariki. Kaka Mungu akubariki. Tusimame. Ndugu zangu wa Kristo, nitafurahi sana mkija wengi. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki dada yetu. Mungu akubariki. Mungu akuongeze. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kaka yetu Mungu akubariki. Dada yetu Mungu akubariki. Dada yetu Mungu akubariki. Mashaallah. Mashaallah. Hii ndio iko nafanya tuuze kabila, tuuze viti. Mashaallah. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akuongezee. Nataka kujibu maulizo, msiende. Nitaijibu kwa dakika 5 na inaisha. Msiende. Ambaye ana sadaka yake aje. Mungu akubariki kaka yetu na uponye mguu wako. Mashaallah. Imamu kiongozi pia anatuunga mkono. Mungu akuzidishie. Kaka yetu Mungu akuzidishie. Mashaallah. Maswali. Kaka yetu anauliza ni ubaya gani ambao sisi tumefanya tushikie kwa kusema Yesu ni Mungu wakati maandiko imesema katika Yohana, kulingana na maandiko sisi tunasema Yesu ni Mungu. Sikupenda niseme hii maneno kaka yangu kwa sababu ni maneno ambayo huenda inaweza ikakuchoma kidogo. Makosa iliyoko katika kitabu ya Biblia ni mengi sana. Na hii Biblia ukisoma mwanzo hadi mwisho hauwezi ukapata sehemu yoyote Yesu anasema mimi ni Mungu na muniite Mungu. Na hawa waliandika ni watu kama wewe. Kukosea kwao kunawezekana. Na hii tuliyoonyesha hapa iko wazi kwamba wamekosea, kwa sababu ukiangalia andiko ambao ndugu yetu alikuja kwenye ulizo ya 4 anasema naenda kwa Baba. Kumbe kitabu inakubali kwamba huyu Yesu ana baba. Ule baba ndio nani? Ndio swali tunaulizaka kila siku. Kisha ina maana kwamba ukisoma katika ile Yohana, kwa sababu andiko lako hili ni la Yohana, ndio linakuaminisha kwamba mbele ilikuwa neno, neno ikawa hivi. Lakini ukisoma katika ile Yohana, kafungue kitabu chako Yohana 17 aya ya 3. Yohana 17:3. Mungu anasema, Yesu peke yake ndio anasema. Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu. Sio wote hapa tunatafuta nini? Napenda nisikie. Sio wote hapa tunatafuta nini? Anayekosa uzima wa milele anaenda wapi? Yesu anasema sikiliza, kwa wewe kupata uzima wa milele. Jadi seti tua na uzima wa milele ndio huu, wakujue. Wanani wamjue? Sisi. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ile andiko kwenye kitabu chako ndio inatuambia kwamba Yesu ni mtume, alitumwa na ule Mungu wa pekee wa kweli. Ndio maana tunasema kwa kuwa huyu Yohana uliyesoma lile andiko lina confusion. Uzima wa milele ndio sisi tunataka. Hatuna shida ya confusion. Na Yesu ashatutangazia kwamba uzima wa milele uko tu kwenye jambo ngapi? 2. Kumjua Mungu wa pekee wa kweli ambaye yuko juu na Yesu aliyefanyaje? Sisi tunaamini hiyo iliyo katika Yohana. Kulingana na lile andiko kuna Mungu wa kweli wa pekee na kuna Yesu aliyetumwa ambaye ni mtume. Sio Qur'ani, ile ni Biblia. Swali la pili, kama Uislamu wanamwamini Yesu, kwa nini injili haiongelewe hii wakati na kurudisha nyuma? Kama Wakristo wanamwamini Musa, kwa nini Taurati haikusoma wakati wa Yesu?
Taurati haikuwa inasoma wakati Yesu iko. Na hii wakati Yesu alishaenda, Muhammad anakuja. Qur'ani hii nilikuwa nasema hapa ni maneno ya ili iliyofunuliwa ndani ya Qur'ani. Na ndio maana unampata pia Yesu alikuwa akihubiria anasema imeandikwa. Imeandikwa wapi? Kwenye vitabu vya zamani. Haiko oblige kuanza kusoma tena Taurati yote. Ndani ya Injili hakuna amri 10. Na ndani ya Injili kuna amri 10. Usiue iko ndani ya Injili, usizini iko ndani ya Injili. Ni sheria ya Musa, lakini imewekwa ndani ya Injili ikaongezwa. Vile ilivyoongezwa hauwezi kumwoblige Yesu asome tena Taurati yote. Na ndio hapa Zaburi iko ndani ya Qur'ani, Injili iko ndani ya Qur'ani, Taurati iko ndani ya Qur'ani, na Qur'ani iko ndani ya Qur'ani. Ndio maana kuna maverse ya Injili, mfano hii nikusomea ndani ya sura ya 3, na malaika akamchomokea Maria akamwambia, salamu Maria, umepewa neema, Mungu amekuchagua kuliko wanawake wote wa dunia, utazaa mtoto mtakatifu, utamuita Masia Yesu. Hiyo iko Qur'ani, ni Injili ambayo iko Qur'ani. Kwa hiyo kusema kwamba sisi hatufundishe Injili wakati huu ni kutusingizia. Injili iko ndani ya Qur'ani, lakini kwa ufunuo wa Qur'ani. Swali la 3. Kaka yetu anauliza, kulingana na hii andiko Mungu anasema, Yesu anasema naenda kwa Baba kuwatayarishia nini? Makao. Pale tu mtu mwenye akili ashajua kwamba kuko Yesu na kuko Yesu. Anasema naenda kwa Baba. Alisikia kinyo kile kusema naenda kwangu. Sasa sema tunaenda kwangu, nani angempiga? Lakini anasema naenda kwa Baba, sike kuko Baba. Ule Baba ndio wetu Mungu, sie. Naenda kwa Baba kuwatayarishia makao. Kwenye wandugu zetu wanachanganyikiwa ni pale kwenye Filipo akamuuliza, utuonyeshe Baba. Ndio Yesu akawaambia hivi, anayeniona mimi, Filipo unakaa na mimi siku mingi umjue Baba. Huyu ni nabii anaongea, hautamkomprendre hivi. Na nataka kuonesha mfano ili leo comprendre ile maneno ya Yesu, haujawahi kuielewa. Mwalimu, shuka. Filipo anasema utuonyeshe Baba inatutosha. Yesu anamwambia Filipo, hapana, mimi masikio yaongee Baba. Anayeniona mimi anamuona Baba. Wawili hao. Anayeniona mimi anamuona Baba. Tunakuuliza question. Anayemuona Ismaila anamuona Hussein. Anayeniona mimi anamuona baba. Bimaana Yesu ni representant wa Mungu kwa dunia. Anayemuona gouverneur kwa province anamuona Fachi Beton. Shuka mwalimu. Eske mwenye anayemuona Yesu anamuona Mungu? Na kurudishia question, anayemuona Yesu anamuona Mungu? Hapana. Maana yake kumbe kuko Baba na kuko Mungu. Yesu ni representation ya Mungu kwa dunia. Haisimifie kwamba ule Yesu ndio Mungu. Anayemuona gouverneur anamuona Mungu. Kwa sababu gouverneur mtu ambaye Tshisekedi anamsikia kwa province ni gouverneur tu kama mkuu. Hata useme nini atamuita tu kama mkuu. Kule kuko nini? Mzee hakuna kitu sawa. Kwa hiyo anayemuona Yesu anamuona Mungu kwa sababu Yesu ni representant wa Mungu kwa hii dunia. Ndio maana akasema hivi, hakuna mtu kwenda kwa Baba mpaka apite kwangu. Haiko hivyo? Hakusema hakuna mtu kwenda kwangu mpaka apite kwangu. Anasema hakuna kwenda kwa Baba mpaka ufanye upite kwangu, kwa sababu mimi ndio representant wake. Hii haina problem. Mwenye anamuona Yesu ni kweli anamuona Mungu, lakini mwenye anamuua Yesu hauwe Mungu. Kesho ya mwisho, banani batampa Yesu heshima hapa dunia na kule mbinguni? Wa kumpa Yesu heshima hapa duniani ni wanadamu wote kwa jumla wanaomuogopa Mungu. Na wa kumpa Yesu heshima mbinguni ni malaika na Mungu. Mungu anaweza kumpa mwanadamu heshima kama unatii amri yake. Mungu atakuheshimu na viumbe yote atakuheshimu. Na kukuheshimu haiko maana kuwa Mungu. Hapana. Juu tunakuheshimu ndio unakuwa Mungu.
Hakuna watu, kuna hao wazee wote unaona wananiheshimu ndio mimi nakuwa mkubwa wao. Haimaanishi kwamba juu tunakuheshimia ndio sio unakuwa Mungu wetu. Heshima ni kitu kingine, ni maana wana respect kile ambacho iko ndani. Malaika Yesu ni mkubwa kupita malaika, ile naomba urejelee. Sawa? Yesu ni mkubwa kupita malaika. Gabrieli hafiki hata huko kwa Yesu. Allah. Kwa nini asimheshimie na anamheshimu? Simheshimu. Kwa hiyo ile heshima haiseme ndio yeye anakuwa Mungu. Papa, Mungu ni stade nyingine. Mungu ni nyingine vile. Ya nguvu sana. Mungu atusamehe sana. Nadhani nimemaliza maswali. Kesho kuna mazito sana kurudia kwa Masia Yesu mtoto wa Mariamu. Yeyote aliye huku aliyesikia maneno haya na akaamini kwamba kumbe siku nyingi nilikuwa sijue haki mie, leo naitika kuwa Muislamu, sione haya kama alivyofanya kaka yetu huyu. Kaka simama, inafika wakati wako. Huyu mtu huyu ndo wale watu ambaye Mungu alisema wakisikia ukweli hawavumilie. Mtu anayejua haki atafute usiku uingie. Pale kwa pale na kuja mniletee mtama kwa huyu kaka yangu Muislamu wa kwanza. Takbir. Takbir. La ilaha Muhammadun. Kuja yule ambaye maneno haya nimeingia, nilikuwa nadanganya juu ya Yesu sana. Leo nimekubali Uislamu. Takbir. 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 Kama unampenda Yesu, nafasi ya kumtafuta ni kwenye Uislamu. Takbir. La ilaha. Takbir. Takbir. La ilaha Muhammadun. Joni kwa kilimo wa ndugu zetu wapeni mtama nyewe kama tule mtanunua nyingine. Joni mwafirike hao. Takbir. Takbir. La ilaha Muhammadun. Mashallah. Kumpenda Yesu ni kuja kuabudu kama alivyokuwa naabudu. Kumpenda Yesu ni kuja kuvaa kanzu kama alivyokuwa anavaa kanzu. Njoo katika Uislamu. Huu ndio muda. Wenda hii bahati utaipata tena. Usisikie aibu kwa sababu utakuwa peke yako kwenye kaburi. Leo ndio siku ya maamuzi. Amua. Hao walioamua ni watu kama wewe. Usimwogope yeyote. Hakuna cha kusemelea mbele ya Mwenyezi Mungu. Njoo katika Uislamu. Njoo katika Uislamu. Kile walichokuambia kuhusu Uislamu ni uongo. Huu ndio Uislamu sasa. Nahitaji njooni wanaume, wanawake wanaotaka kuja katika Uislamu. Karibu, usione aibu. Njoo ingie leo katika Uislamu. Karibu ingie katika Uislamu. Takbir. Msogee. Hebu nipigie mapicha hawa. Sogea, mpangane hapo. Mashallah. Takbir. Nani mwingine anasema na mimi na kwa Uislamu? Takbir. Huyu dada anasema pardon kwa baba. Mmoja mpe hijabu nyewe wa dada. Takbir. Njoni katika Uislamu. Uislamu ni utamu. Njoni katika Uislamu. Sione haya, kuja. Nani mwingine? Anasema na mimi nimeona ukweli. Kumbe Yesu, ukipenda kusikia utamu wa Yesu, njoo katika Uislamu. Takbir. Wadada zetu hawa mashallah piti. Wanawavika vizuri dada zetu hawa. Mungu awalinde, awabariki. Takbir. Dada yetu huyu pia kuja dada kuja. Mmoja mpe hijabu, dada anakuja na mtoto wake. Mlete hijabu hapa. Takbir. Shajafari msabilie hawa watu wanaosilimu. Nyewe wazee mlete tumitamu nyewe Uislamu. Mwe mkoje hivi? Hata hivi. Babu, takbir. Deni katika Uislamu deni. Mashallah. Karibu. Mzee pia anakuja. Takbir.
Mashallah. Mzee pia anasema hapana, na mimi leo Muislamu kabisa kwenda mbele. Nani mwingine? Nani mwingine anasema na mimi nakuwa Muislamu leo? Takbir. La ilaha Muhammadun. Dada yetu mwingine huyu takbir. Takbir. Mashallah. Uislamu una raha ndugu zangu. Ubakie wapi kuja katika Uislamu? Kuja umsikie Yesu utamu wake. Takbir. Nani mwingine? Usibakie huko. Kuja na wewe katika Uislamu. Kuja katika Uislamu. Takbir. Kijana anasema mimi sibaki jamani, nitakuja kufa mie. Mashallah, nikafiri. Nikadada leo mpe jilbabi sasa. Iko jilbabi yake. Takbir. Nani mwingine? Nihesabirie hawa watu. Wamekuwa ngapi? Sogeze hapa. Dada zetu mashallah, mwafinike wenzenu wanawake. Mungu atawapa ushungi nyingine, msijali. La ilaha Muhammadun. Tumekuwa na Waislamu wapya 22. Mashallah, mashallah. Takbir. Takbir. Takaitu mzuri. Takbir. 24. Mashallah. Kaka ulikuwa kwenye kanisa la Zambe malam. Takbir. Mashallah, mashallah. Mzee ulikuwa kwa kanisa gani? Naamua leo ukuwe Muislamu. Mashallah. Takbir. Ulikuwa kanisa gani? Sungana kanisa unaingia leo. Takbir. Wewe takbir. Tumekuwa na watu ngapi? 23. Nani mwingine ambaye alikuwa hana kanisa na ama yuko katika kanisa fulani anasema Uislamu mimi nimependa kuja katika Uislamu? Kuja katika Uislamu kabla hatujawaingiza hawa katika Uislamu. Mzee wetu kuja upate thawabu hii ya kuwasilimisha watoto wako hawa. Inshallah. Tuletee ile maiki ile iko na yake. Haya. Mrudishie, sogea hapo, sogea hapo. Na nyooshe mkono wa kuume, mtie mkono wa kuume juu. Mkono wa kuume. Mnapoletea serma mbele ya Mungu, mrudishie maneno ambayo mzee atakuwa anasema. Sawa? Haya, msikilize mzee. Mzee aende achukue maiki kwa sababu hii haitafika. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu mmoja. Yesu ni mtume, Muhammad ni mtume, Mungu ni mmoja. Tangu saa ile mnakuwa Waislamu. Takbir. Hawa tayari ni Waislamu. Mnisikilize. Hiyo wote ambao mmepita hapa kesho mnakuja pale kwa Mosque 13. Sawa? Wanaume na wanawake wote ambao mmepita hapa mshushe mikono. Kesho mnakuja kwa Mosque 13 inshallah. Mtanikuta mimi pale kwa Mosque na ushe, tutaongea na tutamipa mipango ya mwezi kusoma. Unasikia? Haya, na kesho mkija hapa mwezi wa Uislamu tutajua mambo ya mitama kule kwa msikiti. Nakuja kesho 13 kwa Mosque. Sawa? Haya, mrudie. Takbir. Haya, kesho tutaongea kurudia kwa Yesu duniani atakuja kufanya nini. Mungu awabariki sana. Mzee yuko wapi aombe dua? Mzee tuombe dua ya kusambaa. Muitike dua msambaa inshallah. Tafadhali umpishe. Sheikh Jafar.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منا والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Mwende na amani ya Mwenyezi Mungu, mfike salama, tukutane inshallah.